Nataka nikupe siri leo ambao ukiifanya wateja watakuja Sheikh kutoka kila njia kwa kutumia adhana tu. Assalamu alaikum wapenzi watazamaji wa Sabin Laden TV, karibuni sana. Hakika leo ni siku nzuri sana na tumekuja kumtembelea mwalimu wetu hapa Sabin Laden. Cha kusitu ni kwamba endelea kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Hakika utajifunza mengi sana, lakini kabla sijaendelea naomba kwanza nimsalimie kwa sababu anasema salamu inafungua na kuongeza mengi sana. Mwalimu, assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, vipi endelea? Alhamdulillah, karibu. Asante sana, tuko vizuri. Alhamdulillah, salama kabisa. Naona mambo yako vizuri kabisa. Mimi bwana namshukuru Mwenyezi Mungu tumeonana tena, lakini natumai kupitia pia siku ya leo tutaendelea kujifunza mengi zaidi kutoka kwako, na hata watu ambao wanatazama hapa wanatamani kuyasikia yale ambayo ni mazuri zaidi ambapo watajifunza pia. Sawa, karibu sana. Karibu na utuambie leo umetuandalia darasa gani katika kujifunza zaidi. Kwanza asante sana na karibuni sana. Shukrani sana. Karibuni sana kwa sababu tukionana sisi bwana. Msema tukionana anasema anapokujieni mgeni mtume anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema anapokujieni mgeni mkirimuni. Kumkirimu ni kumkaribisha vizuri. Kumpa kile ambacho anapenda. Sasa kama anapenda kuoa akiwa nne unampa, akiwa nne si unapenda kuoa Sheikh au hutaki? Waarabu kuna kauli yao moja wanasema kulli shay'in yahduthu li sababu. Sawa. Kinachotokea basi kinatokea kwa sababu. Naamini hata ikitokea nimeoa na akiwa nne, basi inshallah Mwenyezi Mungu atakuwa amepanga hivi. Allah atakufanyia wepesi Sheikh. Unajua watu wengi wapendi stories za wake wanne wawili, watu wanawake wengi wapendi mathna. Unaelewa? Okay. Wanawake wa cha Mungu ndio wanapenda mathna. Lakini wanawake wengine sio, hii ni sunna, ila kuna watu wengi wanaifanya kama faradhi. Unaelewa? Kama ukiona mimi mke wangu ameridhia au labda mimi najiweza fanya bila kumkorofisha mtu, na sio dhambi kufanya. Lakini pia hata ukiacha pia sio dhambi kwa sababu zipo sunna nyingi za kufanya. Sheikh, sunna zipo nyingi. Mtume alikuwa anatembea na bakora. Kwani useme na bakora? Kama mke wako hapendi kwa wewe akiwa nne, basi mimi nafuata sunna Mtume, nafuga ndevu tu. Okay. Leo bwana, leo tutasoma kuhusiana na adhana. Sema adhana kila mmoja anasikia. Kwa nini watu wengi wakisikia adhana Waislamu wanaenda kuswali? Adhana ina historia ndefu kuhusiana katika Uislamu. Lakini pia adhana kidini ni wito. Adhana siwezi kuifananisha na kengele, siwezi kufananisha chochote. Adhana ni wito wa ujumbe, watu wakaribie kuswali, waende kuswali. Kwa hiyo adhana ni wito, ingawaje ina historia kubwa katika Uislamu adhana, ila leo mimi nitazungumzia kwenye engo yangu ambayo nataka nizungumzie. Lakini kama siku tutapata muda inshallah tutazungumzia asili ya adhana na yani asili yake, lakini pia ni katika Uislamu. Adhana nasema Allahu akbar, Allahu akbar. Sasa Mwenyezi Mungu ni mkubwa, Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Sasa lakini adhana inapoadhiniwa anasema mwenye kunadi akinadi swala ana maana kwamba huo ni muda sahihi wa watu kwenda kufanyaje? Kuswali. Kwa hiyo adhana pia ni ukumbusho kwa wale ambao wanaenda kuswali, Waislamu na wale ambao wapo katika swala. Sasa leo nataka nifanye kitu hapa. Okay. Hiki natoa kama zawadi. Kuna watu wengi wanasema mimi nafanya biashara Sheikh, lakini biashara ninayoifanya haina wateja. Nimefungua biashara hii, biashara ya 7 Sheikh. Niliuza mkaa, mtu anakwambia anakuhadisia, hakuna nilichokipata, nimeacha. Nimeuza sio kitu gani, nimeacha. Leo hii nimeuza nguo, nimeacha. Kila biashara anayoifanya anakuwa haijafanikisha, hajafikia lengo. Na maana anakwambia mimi biashara zangu nyingi zimefungwa, lakini pili wateja hawaji kwenye biashara. Yaani wewe hauwezi, wateja wako wafanyaje? Amna. Hii njia nitakayoelekeza leo, njia ambayo nitaelekeza leo, yoyote yule ambao ana kikwazo chochote katika biashara yake, wateja watakuja Sheikh kutoka kila njia. Okay. Sasa kabla sijaingia kwenye namna ya kufanya, kwa sababu tutaenda tu rahisi haraka watu waelewe ili wafanye. Hii ni njia ambayo nataka kila mmoja afanye mwenyewe. Sasa kuna watu wengi sana wanafanya biashara. Mtume Muhammad anasema sallallahu alaihi wasallam anasema 90% ya utajiri upo kwenye biashara. Yaani utajiri katika ulimwengu upo kwenye wapi? Kwenye biashara. Hiyo katika wasia wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema 90% ya matajiri au 90% ya utajiri upo kwenye biashara. Ndio maana leo hii unataka hata enzi za Abu Bakari Siddiq na Umar au wote walikuwa wengi wao ni wafanya biashara. Kwa hiyo biashara ipo, kufanya biashara sio dhambi katika Uislamu. Biashara sio dhambi, ila kughushi katika biashara ndio dhambi. Kughushi unajua? Yaani kughushi katika biashara sasa mtu anasema yeye anauza maziwa.
nataka kuelekeza namna ya kughushi. Kughushi ni kufanya kama uni. Yeye anauza maziwa. Katika kuuza maziwa yale, katika ng'ombe wake kipindi amemkamua ile ng'ombe alipata lita 5. Sasa katika lita 5 aliyopata ile anaenda kuweka tena maji lita 5. Okay. Kwa hiyo ile maziwa yanachanganyika na nini? Na maji. Kwa hiyo ile ni ghushi sasa, ile ni wizi. Wengine wanachukua mizani yao, wanachukologa yani mtu akipima, mwingine anauza mkaa, shekhi, ule mkaa ule ule mkaa anauza juu pale na kuwekea makubwa. Chini huko anaweza kuwekea hata gogo ile amelipaka rangi nyeusi, unajua ni yote mikaa mingi. Hata mwingine anakuwekea hata maji. Kwa hizo ni ghushi. Ghushi ni dhambi. Yaani kufanya ghushi katika biashara yoyote ile sio sawa, ni dhambi. Kwa hiyo biashara ni kitu kikubwa katika sisi binadamu, lakini biashara ndio inaleta utajiri. Ndio maana hata wewe leo hii Sheikh, na mimi wewe ni tajiri mkubwa. Mimi najua. Amen. Sema unapenda kujificha lakini wewe ni tajiri. Kwa hiyo biashara inamfanya mtu aweze kujikwamua kiuchumi, lakini pia kwa rehema zake Allah ataweza kuwalisha ndugu zake, ataweza kulisha familia yake, lakini pia ataweza kufanya vitu vingi katika familia yake. Watu wengi wanafungua biashara, lakini watu wengi hawafanikiwi kwenye biashara. Okay. Nataka nikupe siri leo ambao ukiifanya wateja watakuja Sheikh. Bila hata kutumia njia kubwa, kwa kutumia adhana tu. Okay. Kabla sijaingia tena katika kuelekeza kwamba njia gani itakufanya upate wateja. Kuna siku moja kuna rafiki yangu mmoja alikuwa yeye ni moja katika jamii yetu, ni saiko yetu, yani kwamba yeye pia anajua tiba. Okay. Na miongoni pia mwa wanafunzi wangu wa tiba, kwa sababu mimi nipo watu ambao wengi nimewaelekeza elimu ya tiba. Wanakuja hapa tunasoma. Kwa hiyo yule rafiki yangu akanambia, Sheikh, mimi mama yangu amenipigia simu kwao yuko Tanga kule. Mama yangu amenipigia simu ananiambia anauza, mama yake alikuwa anauza vitu vya kuweka kama vile anauza samaki, labda magenge yale ambayo yapo wazi ya barabarani. Na mama ananipigia simu, amefungua genge, lakini kila lile genge lake kila siku auzi. Yaani yeye anafungua, anafunga, na auzi. Kabla kitokea mmoja tu ameenda kuulizia, basi hamna wengine. Kwa hiyo tufanyeje ili ni mama yangu nimsaidie apate wateja. Nikamwambia Sheikh, duniani kuna njia nyingi za kuvuta wateja, lakini cha kwanza mwambie mama yako aseme istighfar. No. Yaani katika biashara yake mama yako mwambie aseme astaghfirullah. Akiamka asubuhi amwambie Mwenyezi Mungu na kutaka msamaha Mwenyezi Mungu, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Utapata wateja. Basi bwana imeenda yule Sheikh akanisikia anakuja kusoma siku ile ananiambia, mwalimu, mimi baada ya kumtajia mama yangu aseme istighfar, mama ameniambia leo anauza sana. Nikamwambia sasa ile ilikuwa utangulizi. Okay. Nitakupa tena siri nyingine ambayo ukiifanya kwa ufasaha mama atauza mpaka atasema basi. Anasema na tutakupa. Sasa na tutakupa mpaka ulizike. Wewe Mwenyezi Mungu katika sura Fuha anamwambia mtume. Na tutakupa mpaka ulizike. Sasa njia nyingine kubwa ambayo nimemuelekeza, mfano umefungua duka. Usikubali kwanza ufungue duka au ufungue ofisi yoyote bila kumwomba Mwenyezi Mungu. Kila mwenye neema katika ulimwengu wana watu wapendi. Yaani hata leo hii Januari useme mimi na mke wangu, lakini mke wangu mrembo sana. Unaelewa? Ile kitendo cha kusema mfano unasema mimi bwana nimenunua gari. Ile gari lile mashallah gari zuri sana. Watu ambao wengine ukikuona wewe umenunua gari, wewe utasema alhamdulillah Allah ameniruzuku kupata gari. Wapo watu miongoni mwa watu, aidha ndugu zako, rafiki zako au watu ambao sio katika jamii yako, watakuwa na roho ya hasad, watakuwa wanafanya kinyongo. Kwa hiyo ndio maana sisi katika dini kila jambo tunaanza kwa dua. Kutoka ndani tunasoma dua, kuingia ndani tunasoma dua. Kwa hiyo usikubali katika ulimwengu ufungue biashara yoyote bila kusoma dua. Sio lazima uende kwa mtaalamu akufanyie hiki, sio lazima, lakini wewe mwenyewe jiombee dua. Kwanza ukijiombea dua sio lazima yawe mambo mengi, hapana. Unaomba Mwenyezi Mungu, Allah nilinde na hasadi katika kazi yangu. Allah mimi natamani kwa rehema zako Allah, wewe ambao umeumba huu ulimwengu, naomba kila kilichomo katika ulimwengu, hii biashara ndio iwe siri au iwe asbabu ya mimi kufanikisha katika majambo yangu. Allah atakufungulia. Mkabidhi Mungu. Mmoja anasema kila jambo anza na Mungu. Kila kitu anza na Mungu. Kwa sababu kila mwenye neema anausudiwa na kila mwenye nacho watu wanatamani akose. Kila mtu anasema, "Kwa nini wewe umepata? Kwa nini mimi sijapata?" Muda mwingine mtu ambaye anakuombea wewe ukose ni tajiri kuliko hata wewe.
yeye anaweza akawa anakula milo zaidi ya saa 7 8, lakini kwa vile unakula makande tu anasema kwa nini kala kande huyu? Huyu inabidi asipate huyu, ili na mimi pia kesho anifuate aniombe. Kwa hiyo kuomba unaona fahali, lakini pia muda mwingine unaweza kumuomba na asikupe. Kwa hiyo anza na Mungu katika kila kitu unachokuwa nacho. Sasa biashara, njia ya adhana, sema adhana tunavuta wateja kwa kutumia adhana. Fungua biashara yako. Baada ya kufungua biashara yako ile asubuhi, nenda katika biashara yako. Sasa pembe ya kwanza ya biashara yako, si pembeni huko. Soma adhana mpaka mwisho. Yote mpaka mwisho. Upande huku. Baadaye sema tena adhana upande wa kulia. Soma tena adhana huku nyuma. Soma tena adhana pembeni. Unaanza na upande wa kulia. Unaanza kulia, okay. Unakuja kushoto. Unakuja tena kushoto na kumalizia unaanza kulia, kushoto, huko pembeni. Alafu tena na huko. Pale katika kile kibanda chako, iwe frame, iwe ofisi, anza hivyo. Adhana unasoma mara hizi. Mbele, kule pembeni, pembeni tena na huko tena pembeni. Na kwa adhana ngapi? 4. Ukishamaliza unasimama hivi, umesimama. Ukishamaliza wakati huo umeelekea kibla. Unaelekea mbele kule kibla. Kwa mtu ambaye hapajui kibla, anaelekea mbele ya ile ofisi yake. Yaani unaelekea ukielekea kibla ni bora. Lakini ukiwa umesimama wewe soma tu pande zako 4. Yaani uwe kibla usiwe kibla, yaani kaa katikati ya biashara yako, soma pande zote 4. Okay. Ukishamaliza unasoma inna anzalna fi lailatul qadr. Hii ni miongoni mwa sura yenye siri kubwa katika ulimwengu. Unasoma 7. Umeanza adhana, umesimama pale, kisha unasoma tena sura Qadri 7. Baada ya hapo unasoma tena alam nashrah laka sadrak mpaka mwisho mara hii. Okay. Kila siku fanya hivyo. Wakati unasoma umemaliza kwenye adhana, hizi nyingine pia unaelekea kwenye zile pembe au pale pale katikati unatulia tu afu ndo unasoma. Hizi nyingine mfano umeingia katika ofisi yako, sawa? Baada ya kuingia kwenye ofisi yako unasimama, ukae chini unasimama. Lakini hivi kwanza vyote hivyo unatakiwa ufanye kuwa na udhu. Sasa udhu ni namna ya kujitoarisha kama unataka kwenda kukaribia kwenye swala. Sasa unakuwa na udhu kisha unasimama katikati ya biashara yako. Okay. Adhini huku kulia, adhini mbele kulia, adhini kule mpaka mara 4. Na zile nyingine zote unakuwa umesimama. Hizo unasimama unasoma. Hamna haja ya kufanya pembe. Okay. Kisha alam nashrah. Sasa hii njia ifanye kila siku unapoingia katika biashara yako. Sheikh Januari na hapa kwa Mwenyezi Mungu, hii Qur'ani haije kumwacha mtu salama. Yaani ukisoma hakuna kitu ambacho unakosa. Unajua watu wengi wanakuwa maskini kwa sababu hawaamini. Yaani mtu anakuambia unaweza kumsikia mtu nenda kanisani. Kuna wengine wanasema naenda kanisani lakini kule kanisani naendi kuabudu kule mwenzako. Kuna rafiki yetu mmoja sisi aitwa Amos. Sawa. Ile Amos aendaga kule kanisani kufuatana nake tu. Unaelewa vizuri? Okay. Tupo naye lakini ni rafiki yetu. Kwa hiyo kuna wengine kila mmoja anaenda. Mfano sasa mwingine msikitini. Mimi napenda sana kwenda mwezi wa Ramadhani. Shehe anaenda kufuata tende, unajua? Kwa hiyo anaenda kufuata nini? Tende. Yaani kila mmoja katika ulimwengu ana dhamira. Yaani sasa tumche Mwenyezi Mungu. Kama unaenda kanisani, nenda kanisani kwa ajili ya kuomba Mungu kweli. Kwa nia mimi naenda hapa. Kama wewe shekhe mwezi wa Ramadhani unapenda kwenda msikitini. Acha tende. Tende. Kwa hiyo hivi vitu duniani vilivyo Mwenyezi Mungu katika ulimwengu ametoa siri. Hizo siri ukizipita tu ipo. Mfano kwa siku moja nilipita sehemu moja anasema amri 10 za Mungu. Amri 10 za Mungu zipo katika mwili unasema usizini. Unajua kwa nini wanasema usizini? Ukizini ukiwa katika ibada unakumbuka yale matukio. Yaani yule mrembo yule unajua unakuwa unakumbuka yale matukio ukiwa katika ibada. Kwa hiyo unaambiwa usizini. Usidanganye, usengenye. Katika Uislamu huko anasema ukisengenya sawa sawa umekula maiti ya ndugu yako. Umeelewa? Yaani umekula mnofu wa mtu aliyekufa. Kwa hiyo kwa nini Mwenyezi Mungu amekataza hizo? Kwanza imani inatoka katika moyo. Anasema kwanza aya inakuwa ipo. Mtu yote anapenda kuzini sana anakuwa ana imani. Al-haya'u min al-iman, ile aya inatoka ile. Kwa hiyo na kama tukifanya kweli kwa Mwenyezi Mungu tutapata vitu kwa wakati. Sasa hii njia ya adhana nimejuaje? Kuna mzee mmoja siku moja anasema nilikuwa namuuliza, "Wewe mbona kila ukiingia," alikuwa rafiki yangu lakini anajua sana elimu. Nilikuwa naambia, "Hivi kwa nini kila ukiingia ofisini kwako unakaa nusu saa nzima ufungui?" Akacheka sana. Akaniambia, "Mjukuu wangu duniani kila mmoja anatamani kidogo cha kwangu mimi kiondoke." Na sio mimi, hata wewe pia kila mmoja anatamani kidogo nilichokuwa nacho kiondoke.
Kwa hiyo mimi nakaaga pale na muomba Mwenyezi Mungu biashara yangu iwe sababu ya mimi kuwa tajiri. Okay. Kwa hiyo yule mzee akaniambia mimi nasomaga adhana kote, alafu na baada ya adhana ile alafu mimi na muomba Mwenyezi Mungu nafanikia. Na yule mzee alikuwa anauza shekhe kuliko kawaida. Kwa hiyo kila kitu kikipata kwenye sehemu sahihi inavyotaka, wallahi utafanikisha unachokitaka. Kwa hiyo cha msingi ni kuomba Mwenyezi Mungu, lakini pili hii nimetoa kama zawadi. Ila cha mwisho cha kukumbusha nilikuwa nimesahau. Mimi situmii TikTok, na yote yule ambaye ataona video yangu yoyote TikTok, hiyo sio mimi na sijawahi kufanya chochote TikTok, na mimi situmii TikTok. Mtandao pekee ambao mimi nautumia ni YouTube na Instagram. Kwa hiyo mtu yoyote ukimwona anakuambia anatumia anasema yeye ni Bin Laden yupo TikTok, huyo ni mwizi shekhi. Okay. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtazamaji wa Bin Laden TV, kwanza kabisa ni kupongeze kwa kutenga muda wako wote huo. Hakika ni jambo zuri sana na tumai pia utakuwa umejifunza sana, lakini kitu cha kukumbusha tu ni kwamba madarasa kama haya usikubali kuyapata mwenyewe. Kama kuna ndugu yako, rafiki, basi hakikisha pia unamwambia kwamba Bin Laden TV ni moja sehemu ambayo anaweza kupata vitu muhimu sana kama hivi. Hakikisha unafanyia kazi pia kwa ajili ya manufaa ya baadaye, ili mambo yaende vizuri kama vile ambavyo unatarajia. Mimi ni Januari, nyuma kamera SSB Graphics. See you until next time.